Fax Media. Fax Media, tuko pande za Bunju Mianzini. Nipo na wanangu sana ambao nilikuwa na haso nao katika mambo haya ya entertainment, mambo ya movie na vitu vingine. Nipo na hapa Otega, nipo na Madeda. Bana, leo nikasema siwezi kuacha hivi, nataka interview nao kwa sababu muda mrefu sijawaona. Kwa nilikuwa naangalia sana mitandaoni, movie zao zinaenda viral sana na nini, nikasema leo nimewabamba sehemu hii. Kwa leo lazima nipate interview nao, pia nipate madini kupitia kwao, mambo yao ya usanii yanaendaje. Bana, mambo vipi Madeda? Poa. Mzima? Unaendeleaje? Niko sawa. Za siku nyingi. Wema. Bana Madeda, nataka nijue vipi sana hapo sasa hivi ipo? Niko safi. Uko sawa? Sasa nakuona sana unaenda viral sana kwenye mitandao, yani viral sana. Hebu nipe siri ya mafanikio yako. Hamna. Labda tu ufanisi au vitu ninavyofanya kwa watu wanavipenda basi. Sawa. Mimi nakujua toka muda mrefu sana wakati tunashoot movie na nini. Hebu niambie mpaka sasa hivi mafanikio yako yako nini? Yako makubwa au bado yako chini? Mafanikio sio makubwa sana, ni hapo tu Kawaida. Na vipi movie zako kidogo ukishatoa, watu mashabiki na nani wanazipokea kwa vizuri au comment zinakuwaje? Yaani mimi ninachoamini kwamba kila kitu Mungu anaweza. Kwa hiyo kwa mfano ikatokea nikafanya movie nikapost, kuna muda inaenda viral, kuna muda lakini na mimi kile yaani ni kile kitu na niulize kitu kimoja ambacho kwako wewe huwa inakukata sana katika movie, yani umetoa clip alafu umeitoa, yani kitu gani ambacho inakukata zaidi, yani endapo kitu chako kimeenda alafu hakijaenda, yani inakukata vipi? Yani umetoa movie alafu umeipandisha alafu movie haijaenda viral, yani inakukata kiasi gani? Naumiza kwa sababu hautegemei hivyo. Unajua kila kitu unafanya kutegemea mazuri. Kwa hiyo ikitokea majibu tofauti unaumia. Hebu niambie msanii gani ambaye anasema yes, ambaye atakuja na star? Hakika tu. Pande zote, wa kike wa kiume, lakini ni vizuri sana angekuwa wa kike. Ninayempenda au lonizidi? Yaani ambaye unamkubali, yani kwamba huyu kweli yes, bwana mimi namkubali. Si role model wako, ni yule role model wako ambaye ulikuwa unamwangalia, au leo wewe unasema yes, mimi napenda anachofanya, ambaye ni star. Mimi nilikuwa nampenda sana Marine Best. Alikuwa mnyama sana. Alikuwa ananibamba. No, hata mimi mwenyewe nilikuwa nakubali sana. Kwa yule ni sema ni role model wako. Miaka nyuma najua ulikuwa unawaza ili uweze kukutana nao, kushoot naye au nini. Ulishakutana nao hata siku moja na uliweza kumwambia hicho kitu before? Sana. Sawa. Bana, hapa upande wa pili kulia kwangu na mwamba kabisa, Otega mwamba kabisa. Magic Finger, huyu mzee wa Magic Finger. Bana, mambo vipi? Bwana fresh, niambie. Kama kawaida. Kama kawaida. Huyu ni mjomba Otega, mzee wa Magic Finger. Bana, mnyama kabisa, Mzanzibari. Bana, vipi? Bwana fresh. Bana, nimefurahi sana leo kukutana leo. Nipe, nashukuru sana kukutana na wewe. Vipi kazi zako zinaendaje? Nashukuru Mungu kwanza mpaka hapa nilipofikia. Sababu kutoka kwenye Magic Finger, kutoka kwenye Mjengoni na director Didi, yani ni muda mrefu sana, lakini sasa hivi kwamba nimeingia yani front ama na miguu miwili yani kwenye sanaa. Unyama sana, unanikumbusha mbali. Yani ni muda mrefu sana, lakini kwamba nimeingia front, kwamba kuna kazi ambayo kwamba naiandaa. Na ndio maana nimekukuta hapa na Madeda. Naona sio kawaida, ujue vikao vya siku kama hii, najua kabisa hapa kuna jambo nataka lifanyike, maana mmekutana na wanyama tupu leo. Ni kweli, lakini sasa kwa Madeda
ni mtu ambaye mmoja ambao au ni msanii ambaye mmoja namkubali sana. Mimi mwenyewe na appreciate anachofanya. Yaani namkubali sana. Kwamba najua kwamba nikimweka kwenye sehemu fulani basi Madeda anafiti. Anaua. Mimi natamani hii movie ambaye mnataka kuiandaa, natamani na mimi nishiriki. Maana na mimi nataka kidogo nirudi kwenye enzi zetu. Sawa, fursa ipo. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Bwana, mashabiki wa Fax Media, nimekaribishwa katika hii movie ambayo inaandaliwa hapa. Kuna Mr. Otega, kuna dada yetu hapa Madeda, wao wanyama vibaya mno. Tutakuwepo Fax Media, brandi kubwa. Bwana, nataka kujua mafanikio yako ya movie mpaka dakika hii yako. Mafanikio yangu ya movie sio makubwa sana wala sio madogo sana. Ndio. Kwa sababu sasa hivi mimi naweza nikaenda dukani nikakopa robo ya unga kwa jina langu tu ile kupitia sanaa. Brandi kubwa. Kwa hiyo hicho ni kitu kwamba nimepiga hatua pia. Japokuwa watu watachukulia kawaida, lakini kwamba naenda dukani bwana, naomba robo ya unga nitakuletea baadaye. Yaani jina langu kubwa kwamba yani sijawahi kufanya vitu ambavyo watu wakashangaa. Au kutokunipa kitu yani kwamba bwana huyu bwana hatumwamini already, kwamba naonekana muda wote saa wote mimi naweza nikafanya kitu basi nikakamatwa. Sasa siwezi kufanya vitu kama hivyo. Bwana, safi kabisa. Nataka kujua, nilikuwa naona sana clip zako wakati uko Zanzibar. Vipi ile kundi Zanzibar mpaka dakika hii naona ushakuja Dar es Salaam. Vipi kundi kule Zanzibar linaendelea au inafuata? Kundi Zanzibar aliendelea, ila kuna wasanii wataendelea. Kwa namna gani hapo sijakuelewa. Yaani kundi aliendelea ile wasanii wataendelea. Kundi limevunjika, wasanii wameshatambaratika, wako sehemu tofauti au inakuwaje? Ndio maana mkwambiaje, kundi limevunjika kule, lakini kuna wasanii ambao wataendelea na mimi kwa kule Zanzibar. Nadhani kuna msanii mmoja anamuita Maua. Nilikuwa namuona yule katika movie zako. Mnyama na Mnyama. Kuna Mr. Wide, jina ambalo anatumia sana Mr. Wide, ila jina lake anaitwa Razak. Safi kabisa. Na kuna dada mmoja hivi anaitwa Aibat. Mrefu hivi mweupe. Wote nilikuwa nawaona wanyama sana. Wale katika hii movie ambayo tunaiandaa. Ndio. Watavuka maji watakuja Dar es Salaam. Bwana hii movie ni kubwa. Bwana, hii movie ni bonge la movie ambayo inatengenezwa sasa hivi. Hebu nipe kidogo hii movie story yake ili watu unajua wataka mashabiki wapate hamu ya kutaka kuipata hii movie. Hata ladha kidogo ni story ikoje, speech kidogo. Ni unahitaji mapenzi sehemu alafu unakatazwa au unakataliwa kwamba usifanye mapenzi na yule mtu. Ndani yake kuna nini hapo? Yani unahitaji mapenzi na mtu alafu kuna mtu anakukataza kwamba usifanye mapenzi na yule mtu. Bana, hiyo ni question mark. Sasa tuachie mashabiki walichambue ile fumbo. Wasubiri kitu waje wenyewe waangalie. Na hichi kitu kwamba ningependa tu kwamba kugusia jina lake kidogo tu. Itakuwa vizuri. Itakuwa inaitwa jina lake lipi hapo? Hii movie ambayo nataka kuiandaa. Sawa? Ni Mlaumu Nani. Sijai kusikia hii Tanzania. Ni Mlaumu Nani. Ni Mlaumu Nani. Bana, hii movie umeitunga mwenyewe au umetengenezwa na mtu ambaye amekutungia? Mimi hiyo nimetunga mwenyewe. Mnyama sana. Nashukuru Mungu kwa Mungu akimjalia. Mr. Otega. Wow, nyama sana. Nashukuru sana. Bana, mimi nimefurahi sana siku ya leo kukutana na Otega, kukutana na sister yangu hapa Madeda. Wanyama sana. Sema nilikuwa nataka kitu kimoja. Siku moja watangazaji baadhi washikaji zangu walikuwa wanataka interview na nyie. Nitawaunganisha waje wapate interview na nyie. Kwa sababu najua mna madini mengi sana, alafu katika movie mmecheza sana movie nyingi na mnajua changamoto za location na nini. Hebu nigusie kidogo. Hivi changamoto gani mnayokutana nao mkienda location? Yaani mimi nasema kwamba changamoto ambayo tukienda location kwamba tunakutana nazo kwamba hawa madirector ambao wanaandaa hizi filamu
kwamba wanashindwa kuandaa na changamoto na location ya kushutia. Kwa namna gani? Ya kwamba mtu ana hobby tu ya kwenda kushoot, lakini kwamba ile location hajaiandaa. Kwa mnakuta mna struggle, mkienda mkigonga nyumba, yani jamaa tukipiga hodi, bwana tunaomba bwana location, mtu kwamba mimi bwana siwezi nikaruhusu nyumbani. Kwa hiyo ni changamoto ambayo mnakutana kubwa sana, ni changamoto kubwa sana. Sasa unawaambia nini? Kwa sababu na wewe pia unaandaa, wewe mwenyewe pia kama director ambao unaandaa vitu na vitu vingine. Unawaambia nini madirector wengine ambao wanafanya hivyo vitu? Yaani mimi sio director tu, yani kuambia kitu. Hata wale ambao ni wasanii wadogo, sawa, wanaokwenda location, sawa, wahakikishe kwamba kuna uongozi mzuri katika group lao, kwamba kuna usimamizi mzuri, kwamba location kama kuna manager location, kuna manager script, kuna cast manager, unaelewa. Hivyo vyote ni vyo katika group, kwamba lazima kwamba yani viwepo, na kila mwenye chocheo kwamba ahakikishe kwamba kafanya ile kazi yake ya kile cheo chake kwamba kimetimia. Bwana, tunaenda location, nyumba ni hii hapa. Kwamba ukifika hakuna tena mjadala. Kwa kifupi, maandalizi yanahitajika. Maandalizi yanahitajika. Bana, safi kabisa. Bana, nipo hapa na Madeda. Madeda, nataka nijue kitu kimoja. Changamoto gani ambaye umekutana nayo ambayo huwezi kuisahau katika sanaa yako? Kama zipi? Changamoto sana kubwa ambayo inasumbua ni uandaaji wa nani. Kwa mfano, unaweza ukapiga simu, njoo location, ukifika pale unaambia unashuti saa 2, unaweza ukakaa mpaka saa 4 au saa 6 bado. Bana, hii na kwa nini inatokeaje? Inatokea hivyo labda kutokana na upangiliaji wa stage, inakuwa hauko sawa. Sababu wewe mtu tayari ushajua kwamba leo kesho anacheza fulani na fulani. Kwa hiyo ukamwambia mtu njoo saa 2 na shoot, alafu akaja akakuta saa 6. Sababu kila mtu ana nini, sawa? Sana ndo kazi, unasema kwamba naenda kufanya kazi, lakini kuna mambo mengine unafanya. Kwa hiyo ile nayo inafanya. Sawa.